Kulingana na taarifa ambazo tunazipokea ni kuhusiana na mkutano uliopangwa na ambaye ni chairman kutokea katika eneo la Mlima Kenya Maina Jenga, mkutano uliotarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi huu Disemba, siku ya kufunga mwaka. Ulikuwa ni mkutano ambao alikuwa hufanya mkutano wa amani wa kuunganisha viongozi pamoja na wananchi wa eneo la Mlima Kenya. Ila jitihada kutokea kwa serikali ya Rais William Ruto na ile ya Rigathi Gachagua zimekuwa zikifanywa kila kukicha kuweza kumzuia Maina Jenga kuendeleza mkutano huu. Leo maafisa wa polisi wameweza kuachiwa katika kila sehemu kuweza kufunga barabara za Nairobi, wakidai Gachagua pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kenya wakidai ya kwamba Maina alikuwa akifanya mkutano huu ndipo kuweza kuunganisha kikosi na kundi la haramu la Mungiki tena. As of right now, the police have taken action in an effort to thwart meeting planned by Mungiki in Nyeri, as said and posted by NTV today. Police officers are currently conducting security checks on vehicles along the Nyeri-Nyahururu highway on December 30th. In a report that has been shared by a reliable source of information, it has been reported that the police have taken this action in an effort to thwart a planned meeting by the outlawed Mungiki gangs scheduled for tomorrow at Kibiriruini grounds in Nyeri town. Several sources have confirmed that former Mungiki boss, or Mr. Maina Jenga, had claimed that they were going to hold a meeting that he said had nothing to do with the outlawed Mungiki gang. This is happening at the same time when it has been reported that the Deputy President of Kenya, Mr. Rigathi Gachagua, has stated that the Kenya Kwanza government under President William Ruto won't allow Mungiki gang to come back to the country. The Deputy President of Kenya, Mr. Rigathi Gachagua, was speaking about the Mungiki gang at his Madeira home, stated that these individuals and did some things to women and girls, things that he said he can't mention in public. You all know what they did to our mothers and daughters. This is one of the main reasons why we are not going to allow rogue individuals to try to bring back the gang, DP Rigathi Gachagua said. Maina Jenga, on the other hand, claimed that it is so unfortunate that the Deputy President of Kenya keeps claiming that the gang is trying to make a comeback, adding that it is a lie. Now, speaking about it, Rigathi Gachagua lazima awe ndiye mtu wa kwanza kupingana na ujio na urejeo wa kundi haramu la Mungiki nchini Kenya. Sababu ni gani? Sababu ni kwamba katika eneo bunge la Madeira ambapo Gachagua alikuwa mbunge ndipo kulifanyika mauaji zaidi kabisa kuwaitokea chini ya kundi la Mungiki. Inatambulikana kama the Madeira Massacre. Baada ya moja wa vijana wa Mungiki kuuawa, kundi hili haramu liliingia msituni kule Nyeri, likapanga alafu likarejea kuvamia na waliua watu zaidi ya 100 usiku mmoja, in a span of 2 hours. Walikuwa wanaingia kwa manyumba ya watu, wanaua na kutoka. So ukimwona Gachagua anawaambia hatuwezi kubaliana na urejeo wa Mungiki nchini Kenya, it's because ameona kile Mungiki lile jambo ambalo Mungiki ulifanya katika eneo bunge lake enzi zile za nyuma. Ni hayo kwa sasa wadau. Hii ni FM Show KE, usibanduke kabla ya kusubscribe.